Kama simu yako imepotea, huenda umeibiwa simu au umesahau sehemu fulani ikapotea, mtu akachukua bila kujua. Leo hii video inaenda kuelekeza njia ambazo utaweza kutumia, utaweza kutrack simu yako mpaka uipate. Hakikisha umesubscribe kwenye channel yangu, sikiliza hii video mpaka mwisho, itakusaidia. Karibu sana. Cha kwanza, pale ambapo simu yako imepotea, kwenye situation labda umeisahau mahali ikapotea, au ulidondosha labda ulisahau kwenye gari, au ukadondosha mahali, labda uko barabarani ukadondosha. Hatua kwanza ambao unabidi uifanye, piga simu. Okay? Piga simu kwenye namba ambazo zilikuwa ndani ya ile simu yako, sababu na imani simu yako kwamba haikukuwa tu simu bila line yoyote, ilikuwa na line na inapatikana. Tafuta simu nyingine, ipigie ile line yako, kwa sababu mara nyingine sio wote ambapo wameokota simu yako wana nia mbaya na wewe. Ni mtu tu ameshika simu yako na anasubiria utoe taarifa ili aweze kukupa simu yako. Kwa hiyo piga simu, toa taarifa. Huenda huyo mtu anaweza pokee, kama ni kumpa genji yoyote au reward, utampa kiasi chochote ili aweze kukurudishia simu yako. Kama ni 10,000, 20,000, vyovyote vile. Watu wengine ni wana moyo mzuri, watakurudishia. Lakini kama ni tofauti na hapo, labda umeibiwa simu au umepiga simu na huyo mtu hajapokea, amekataa kabisa kupokea na hayupo tayari kurudishia simu yako, kitu ambacho unaweza kufanya, ingia Google au kwenye web browser ambao unatumia, kama ni Chrome au vinginevyo, utaenda kusearch haya maneno haya. Kwenye simu za iPhone utasearch Find My, kwenye simu za Android utaenda kusearch Find My Device. Hizi ni website mbili tofauti kwa ajili ya hizo simu tofauti. Ukishaingia kule utaambiwa uweke akaunti zako. Okay? Kama ni iPhone utaweka iCloud yako, kama ni Android utaweka ile Google account yako kwenye ile website ambao umeingia. Kama nilivyosema, Android utaingia Find My Device, iPhone utasearch Find My. Okay? Utaenda kule. Ukishaingia kule utaweka akaunti yako ya Google, itasoma, au iCloud itasoma. Sasa kwa kupitia hizo website utaweza kupata taarifa, kama utaambiwa location simu yako ilipo, utaweza kuibip simu yako. Yaani kuna sehemu ukibonyeza itafanya simu yako itoe mlio wa kubip. Kwa hiyo kama iko karibu na wewe utaweza kupata simu yako. Lakini pia utaweza kuimark simu yako kwamba ni stolen. Okay? Ukimark stolen ni kwamba umeiambia mtandao kwamba simu yako imeibiwa. Kwa hiyo Google yenyewe kuna namna inafanya ambapo ile simu yako inakuwa tu ni black screen. Okay? Ni screen nyeusi inaonyesha tu kwamba hii simu imeibiwa, irudishe kwa mhusika. Okay? Kitu kingine tu labda utakuwa unaweza kuitumia message na notification kwa huyo ambaye naye aweze kurudisha. Lakini kikubwa ni kwamba utaweza kuona sehemu ya kubonyeza ili kutrack, itakuonyesha map au ramani ya simu yako ilipo. Japo hii inahitaji simu yako iweze kuwa online. Okay? Tutaweza kutumia hii mbinu na itakusaidia. Hatua tatu ambayo itakuwezesha kupata simu yako ni kuiulizia. Okay? Yaani fanya utaratibu wowote uweze kuulizia simu yako kwenye lile eneo ambalo umepoteza. Okay? Kama umepoteza simu, nenda sehemu ambayo umepoteza simu yako, ulizia kwa watu wa karibu hapo. Kwa mfano labda ni shuleni, wewe ni mwalimu au umeenda shuleni, umepoteza simu yako, sehemu ya kwanza kuulizia ni kwa wale wanaokuzunguka pale, walimu wenzako, wanafunzi. Wale huaga mara nyingi ndio wana 99% ya kujua simu yako ilipo, na ukiuliza unaweza upate msaada wa kuipata. Okay? Cha pili, unaweza ukaitrack, labda kwa mfano umepotezea kwenye gari, ukakimbizana na hilo gari, ujue limeelekea wapi, ili ukaiulizie, huenda dereva alichukua, hivyo ukaipata simu yako. Kwa point yangu ni kwamba ulizia, tena hii ni kitu ambacho inabidi ukifanye mapema ndani ya lisaa la kwanza au la pili baada ya kupoteza simu yako. Ulizia hapo hapo kwenye ile sehemu ambao umepoteza simu yako au imeibiwa. Okay? Hiyo inaweza kusaidia wewe kupata simu yako. Na hatua nyingine, kama nyingine zote ambazo nimekutajia hapo zimeshindikana au zimekuwa ni ngumu, hatua ambao ni ya mwisho au naweza kusema ndo ya mwisho kabisa baada ya nyingine ambazo umeshindwa kufanya, unaweza kwenda kuripoti polisi. Okay? Sasa polisi, issue inakuja kwamba inahitaji uwe na email namba ya simu yako. Email ni kama utambulisho, ni namba tu ambazo zinakuwa ni namba tarakimu 15. Ziko namba 15 ambazo kila simu inayo. Okay? Hata simu yako ambayo umepoteza unayo, au ya mtu mwingine, kila simu inayo. Ile ni kama fingerprint ya kwenye simu, yani unique identity. Kitu kinachotambulisha hiyo simu ni email number, ziko 15. Kwa hiyo unaweza ukapelekea polisi
email namba ya simu yako pale, ukawaonyesha na wakakusaidia kuitrack hiyo simu. Okay, kwa mfano kwa Tanzania unaenda tu kituo cha polisi, utaripoti hilo swala na kama ulikuwa umesahau labda kukopi email namba yako, unaweza tu ukachukua lile box ambalo ulinunua simu yako, ukiliangalia kwa chini pale au pembezoni utakuta email namba. Okay, lakini pia polisi sio tu wapelekee email namba, pia wanataka udhibitishe kwamba kweli hiyo simu kwako. Kwa ni vizuri wapelekee, kama receipt zaidi unayo ya kwamba ulinunua simu hiyo, ni vizuri wapelekee. Itawasaidia kuamini zaidi kwamba ni simu yako na utaipata, wataitafuta na utaipata kadri ya uwezekano utavyokuwepo. Kitu kingine ni kwamba ningeshauri kama una simu sasa hivi, okay, labda umepata simu nyingine au umepata simu yako, jitahidi usajili kitu kinaitwa eSIM. eSIM ni line ya kidigitali, sio hizi line za plastiki ambazo huwa tunaweka kwenye simu zetu. eSIM ni line ambayo unasajili tu kidigitali, inaingia ndani ya simu, yani inasajiliwa ndani ya simu, hamna haja ya kutumia line ya plastiki, inasoma tu ndani ya simu. Ukienda mtandao wote wana hiyo huduma, kwa mfano Vodacom, Halotel, Tigo, Airtel kwa hapa Tanzania, huko kote utapata. Sajili eSIM itakusaidia hata simu yako ikipotea, mtu hawezi kuchomoa line. Okay, hii mtu hawezi kuchomoa line, huyo mwizi hawezi kuchomoa line. Kwa hiyo itakusaidia kwa mfano kwenye hili swala la tracking. Simu imepotea, watu ili simu yako ikose mtandao wanachomoa line. Kama ina eSIM, unaenda hata kwa wakala unamwambia akungie kifurushi cha MB ambacho kitaingia ndani ile namba yako ambayo umeshasajili kwenye eSIM. Okay, kwa hiyo mtu hawezi toa hiyo line. Baada ya hapo tu simu yako tu itajiactivate data, itakuwa inajiwasha. Kwa mfano kwenye iPhone huaga zinabaki data on muda wote. Inakusaidia wewe, yani unaitrack simu yako tu kirahisi kabisa. Lakini pia kwa makini unapotumia simu yako, kwa makini usitumie ovyo ovyo sehemu za hatari. Ni bora tu uepuke kutumia kuliko kukumbana na changamoto zote hizi. Hakikisha umesubscribe kwenye channel yangu, lakini pia kama una changamoto yoyote ambao unahisi sijaiongelea vizuri au nimeongea afu hujaielewa, kuwa huru kuweka kwenye comment section, nitakusaidia zaidi kadri itavyowezekana, kama ni kupata simu yako au kwenye ushauri.